Hii siku mke wangu mimba yake imeshakuwa kubwa miezi 7. Kazi zake alikuwa anafanya kwa shida sana. Basi ikabidi nianze kumsaidia baadhi ya vitu. Ile amekuja sebleni, ikabidi nimpokee, nikamwambia pole mke wangu. Nikamlaza kwenye sofa na kuanza kumlisha matunda huku ninambembeleza taratibu kama mtoto. Ile nimeenda jikoni, nikafungua friji, nikamuona mama kija wangu anateseka na kuosha glasi. Kumbe hata kuosha glasi hawezi. Nikamsikiliza mtoto anataka nini, sijamsikia chochote. Halo, nikamuuliza mama kija, unataka nini? Akasema nataka akalale. Nikamchukua na kumpeleka chumbani. Siku zinaenda, mke wangu akawa anachoka sana. Nikamkuta anafanya usafi, ikabidi nichukue jukumu zima la kufanya usafi nyumba nzima. Nikafagia haraka haraka, nikapanga vitu, nikaeka vitu vizuri kwenye TV, picha, meza. Nikamsikiliza mtoto, nikamsikia kana ruka. Nilifurahi sana kama baba. Nikaongeza bidii ya kumhudumia mama kija wangu. Hii siku nilishangazwa na mkuta mke wangu amenyanyua sofa kwa mkono mmoja. Nikashtuka na kupaliwa na maji. Nikajua kichaa cha mimba kimempanda. Mara akaanza mideko tena alivyoniona.